nane nasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni. Neno zaeni alitoki kwa mwanadamu. Neno zaeni alitoki kwa mchungaji wala nabii wala mtume. Neno zaeni linatoka katika kinywa cha nani? Kinywa cha Bwana. Na kabla ya neno zaeni anasema akawabarikia. Ina maana zilianza baraka ndio ikafata zaeni. Maana yake kuzaa ni baraka, kuzaa sio rahana. Katika dunia tulionayo leo, kuzaa ni mzigo. Ndicho wanachokisema. Dunia inazungumza kuzaa ni nini? Ni mzigo. Na mpangilio huo, mpango wa uzazi wa mpango uko kinyume na neno la Mungu. Mungu anasema zaa, au wanasema usizae, maana utakapozaa utawafanya watoto waishi katika maisha magumu sana. Utawafanya watoto wasisome elimu bora. Utawafanya watoto wasikae katika mazingira mazuri. Wewe zaa, mwisho wako watoto wawili tu, ili uweze kuwaachia ulisi mzuri. Kwa maana baba mzuri huacha ulisi mwema kwa na wanachukua kabisa na andiko wanaweka hapo. Lakini kwa sababu watu wengi wanashindwa kusoma maandiko vizuri na kujua mapenzi ya Mungu ni nini, kuna watu ambao wamefunga matumbo yao ili wasizae. Kuna watu ambao wameweka vijiti ili wasizae. Kwa Mungu ni dhambi. Rafiki yangu, kwenu mmezaliwa wangapi? 10. 10. Okay. Piga Yesu makofi kwa kuzaa. Wangapi? 12. Piga Yesu kwa kuzaa. 4. 4. 5. Sasa hebu nisikilize. Kama wazazi wao wangesema yule wa si 10, yule wa 9 ni mwisho, huyu angezaliwa? Ina maana kama wangelinyamazisha wa 9 na akawa wa mwisho, wangelizuia maisha ya mtu huyu kuishi duniani. Na yeye ndio wa mwisho anasema. Amen, amen. Sasa watu wengi wamezuia watu mashuhuri duniani. Wamezuia watu wakuu duniani. Wamezuia watu ambao Mungu, kwa sababu katika familia Mungu anachagua mtu wa kufanya kazi yake. Na kama si kazi yake, basi amemweka kusaidia jamii. Tunapozungumzia kwa habari ya mtu anaitwa Daudi, Daudi alikuwa ni mtoto wa mwisho. Na kama baba yake Yese angesema stop, tunaishia hapa, Daudi tusingelimsoma kuwa alikuwa mfalme na alikuwa kipenzi cha Mungu. Sasa kuna watu, niwaambie ukweli, mmezuia watu kama wakina Daudi kwenye maisha yenu.